Hiyo mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji. Gwiji la Vipaji ni msusi wa nywele za aina mbalimbali, lakini pia Gwiji la Vipaji nafundisha ususi kwa wale wanaohitaji kujifunza ususi. Na kwa mahitaji ya kuanza dread, kurepair dread, kuunga dread, lakini pia pamoja na kufumua dread, Gwiji la Vipaji nafanya pia huduma hizo. Lakini ndugu mtazamaji, kwa mahitaji ya huduma zangu unaweza ukanicheki kwa namba ya simu ya 0712644408, 0712644408. Habari gani ndugu mtazamaji wa Gwiji TV, jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Siku ya leo ndugu mtazamaji, nimekuandalia video hii ambayo ninaonyesha jinsi ya kurepair dread kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo kama ndo kwanza unajiunga nami, basi na kuomba usikae kando ya video hii ndugu mtazamaji. Lakini pia kama bado hujasubscribe, na kuomba subscribe sasa kwa kubonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe ndugu mtazamaji. Lakini pia usisahau kucomment, kulike, kushare. Pia kama una lolote la kucomment, una lolote la kushauri, una maswali, unaweza ukadondosha komenti zako hapo chini. Tunaanza kurepair dread zetu. Hapa ni mara baada ya kuosha ndugu mtazamaji. Nachukua mafuta yangu, nikishachukua mafuta yangu nachukua kitana changu. Vifaa nitakavyotumia siku ya leo ni kitana tu. Kitana kazi yake kama unavyoweza kuona ni kwa ajili ya kuzinyosha njia, lakini pia kuzifanya kila nywele zibaki kwenye shina lake. Zile ambazo ziliingia kwenye shina lingine kwa bahati mbaya, naweza kuzirudisha katika shina lake. Kisha napaka mafuta kama hivi unavyoona ndugu mtazamaji. Mafuta usipake mengi sana kwa kila shina, unapaka kidogo, hakikisha tu yamekolea. Basi unakuja unachukua kitana hiki kama hivi, unanyosha nywele, unazinyosha, alafu unanyonga namna hii, alafu unaachia, unamalizia tena kunyonga vizuri kwa mkono hivi namna hii, una roll namna hii, alafu unachukua unasokota, unahakikisha mpaka imekaa vizuri, nywele imejikaza vizuri kabisa namna hiyo. Hivi unavyoona mimi nazungusha hivi ni kwa sababu ni nywele moja, alafu haina pa kujishikiza, kwa ndio maana nazungusha hivyo. Lakini baadaye wakati nitaanza kubana style nitaikunjua. Lakini pia utaona kinakachofuata tena, nitaichukua hiyo nitaiunganisha na nyingine. Kwa hiyo kama hivi zoezi linaendelea ndugu mtazamaji. Nachukua tena mafuta yangu napaka, alafu nachukua kitana tena nanyoosha vizuri, alafu nanyonga tena. Ninaponyoosha kwa kutumia hiki kitana, inabidi uelewe ya kwamba hiki kitana kinasaidia nywele yako pia inyooke vizuri, lakini ilefuke kwa haraka zaidi au ikue kwa haraka zaidi, kwa sababu ninapoivuta hivi ninainyosha. Unajua dread unaposokota tu bila afu baadaye kama hivi naziunganisha hapa, haimaanishi hapa kwamba ndo nimezisuka. Hapa naziunganisha ili zisikunjuke, zisirudi, kwa sababu usipohifadhi vizuri dread ina kaida kujirudisha tena, inaweza kujirudi kafumuka. Kwa hiyo ili uzuie hiyo, kwa sababu ili uzuie hiyo inabidi uwe unafanya kitu kama hichi. Kama umepata vibanio, unaweza kutumia vibanio namna hii na nyonga hivi. Lakini wakati natumbukiza hiki kitana, huwa kuna nywele na kuwa naiacha kwa nyuma, sizishukui zote. Hiyo nywele nilishaeleza kazi yake kwenye mafunzo ya dread episode ya 12. Kwa hiyo kama ulipitwa na somo hilo, kwa nini ni jinsi gani ya kuanza dread kwa kutumia kitana tu na sindano bila kutumia mafuta, unaweza ukatazama tena ndugu mtazamaji. Linki nimekuwekea chini ya video hii. Kwenye maelekezo ya video hii kuna linki nimekuwekea, unaweza ukaenda hapo ukatazama namna gani nafundisha jinsi ya kuanza kumtengeneza mtu dread bila kutumia mafuta. Unatumia kitana tu na sindano. Kwa hiyo utajifunza hapo. Tunaendelea ndugu mtazamaji, zoezi ni lile lile kama unavyoweza kuona. Okay, nachukua kitana changu tena nanyonga. Hiki kitana kina support sana kwa sababu kinafanya nywele ivutike vizuri, lakini pia inasaidia nywele dread yako kung'aa vizuri, kwa sababu
hii njia ni tofauti na mtu anayelipea kawaida, kwa sababu anayelipea, umeona nywele zinavyokuwa zinang'aa. Umeona anayelipea kawaida ni kwamba nywele zinapoteza mng'ao, zinakuwa hazing'ai vizuri, zinakuwa zinafifia kiasi kwamba inakuwa kama ni mtu ambaye alianza siku 3 nyuma, wakati ndo kwa mara ya kwanza ametoka kutengeneza. Kwa hiyo hizi, ili kuepukana na hivyo vitu, ndugu mtazamaji, wewe ambaye unatengenezwa dread, lakini na wewe ambaye ndo kwanza unajifunza kutengeneza dread, hivi vitu vya msingi sana kuvizingatia, Kwa hiyo kama unavyoweza kuona hapo, bado tunaendelea na zoezi letu. Umeona hivi hapa nazitoa zile ambazo zimeingia kwenye shina lingine kwa bahati mbaya, nazitoa na kisha mstari umebaki safi kabisa. Hakuna nywele zilizotea, hakuna nywele zilizokaa pembeni, hakuna nywele iliyoingia kwenye shina ambalo sio lake. Kama hivi na nyonga kama hivi, umeona kama hivi na nyonga, afu na sokota kama hivi na sokota. Nikishamaliza nairudisha hapo, nachukua na hii nyingine. Umeona hapo mstari sasa hivi uko clean sana, lakini baada ya kuzichambua vizuri, ngozi imeonekana vizuri. Kwa hiyo ndivyo tunavyolipea. Mpaka hapo nimemaliza, ndugu mtazamaji, nimemaliza kuzisokota, kuzinyonga. Lakini sasa tunaenda kwenye kubana style. Style yangu ya leo ni style ambayo ni simple sana. Ni style wanaita wengi maua, style ya maua. Wengine wanaita utumbo, wengine wanaita majongoo. Kwa kila mmoja anaita kwa namna yake, lakini majina sio issue sana. Twende tukaone vile litakavyobana mara mwisho, litakavyobana guys. Kama ulivyoweza kuona, umeona nywele zetu zimeng'aa, yani kila shina limekuwa limeng'aa vizuri. Uone nywele kutoka pembeni, nywele zimebanwa vizuri, zimesokotwa vizuri kama unavyoweza kuona, ndugu mtazamaji. Uone nywele iliyokuwa pembeni, uone nywele iliyokuwa nje. Hivi ndivyo ambavyo unalipea. Na ukishalipea hivi, ukishatumia kitana namna ile, ukishanyonga inatosha. Haina haja tena uanze kuchukua mkono kwanza kuviliga tena. Hapana, hapo unachukua na kubana moja kwa moja. Ndio nywele inakuwa iko clean na iko safi kabisa na inang'aa. Tofauti na ukitoka kuzungusha hapa au kutoka kusokota hapa kama nilivyofanya, uanze tena kuviliga na kiganja cha mkono. Vile unakuwa tena nywele unaifanya tena ichambuke upya, alafu ififie, yale mafuta yanakuwa yanaisha. Umeona? Usije kujiuliza hii ni nini. Ni water spray ya maji. Kwa hiyo natumia namna hiyo, pia ina support kama unaweza kuona, ndugu mtazamaji. Basi nipo kwenye finishing sasa. Ndio tunaenda kumalizia hatua yetu ya mwisho, style yetu vile itakavyokwenda kukaa. Hiki ni kidoti chenye asili ya maua, lakini pia kwa wewe kama hautaki kubana style hii, unaweza kuziachia kama hivi zilivyo kwa zinaning'inia, bado ikabaki kwa style tu nzuri. Hizi ni style simple kwa wale ambao hawahitaji makolokocho mengi, hawahitaji mizungusho mingi kichwani namna hii. Kwa hiyo hii style ni nzuri kwa sababu kwa wewe ambao unajitanda, kwa sababu kinakuwa kidoti, unaweza ukafunga ukavaa mtandi wako vizuri na kidoti kikaonekana vizuri, au mtandi wako kaonekana umebanika vizuri. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Mpaka hapo guys, kama unavyoweza kuona, na seti vizuri, naweka vizuri hapa mpaka hapa namaliza. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji, Gwiji la Vipaji Dread Master. Hapo nimemaliza guys, umeona? Okay, hatua itakayofuata nitakata tu huo uzi. Nitakata uzi huu na mkasi. Umeona hapa naziseti vizuri, kidoti kikae vizuri, maana ukiacha zinakuwa zinachambuka vibaya namna hiyo. Na kishape, yani hapa anafanya kwa kishape ili kikae kwenye shape nzuri guys, unaona? Namna hiyo tayari hapa nishamaliza. Nishamaliza namna hii. Nachukua mkasi. Nachukua mkasi wangu niende kukata huo uzi. Namna hii nakata uzi huu, natoa. Mpaka hapo ndugu mtazamaji, na kuwa tayari nimeshamaliza kama unavyoweza kuona. Tazama kidoti kilivyopendeza. Umeona mtu wangu amemaliza, mtu wangu amependeza. Karibu na upendeze nami, Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Lakini pia Gwiji la Vipaji, kwa mahitaji ya huduma zangu unaweza kunicheki kwa namba ya simu unayoiona kwenye video hapo ya 0712644408, 0712644408. Lakini pia unaweza kunifollow Instagram kwa jina la Gwiji la Vipaji Dread Master TZ, au Gwiji la Vipaji mtaji kipaji. TikTok ni Gwiji la Vipaji. Facebook pia ni Gwiji la Vipaji.
Kwa hiyo unaweza ukanifollow huko Google. Ukitaka kutafuta style zangu nyingi, unaweza kaenda pia Google ukasearch tu Gwiji la Vipaji Dread Master TZ, utanikuta huko Gwiji la Vipaji. Kwa hiyo kwa wale ambao mnahitaji, kwa wale wenye mahitaji ya kuanza dread, kulipea dread, kuunga dread, lakini pia pamoja na kufumua dread, Gwiji la Vipaji pia anafanya huduma hizo, anafumua dread pia. Lakini wale mnahitaji kuchora tattoo za aina zote, za muda mrefu na muda mfupi, kwa kutumia mashine, unaweza kanicheki Gwiji la Vipaji. Mpaka hapo sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.